kanisa la Victory miaka 25. Mimi nilelewa kanisani na nikafikiria tu nimeokoka kwa sababu ya kukaa kanisani. Na Mungu akaweza kunishika mimi kupitia mafundisho. I gave my life to Christ. Na nikampatia Kristo maisha yangu. And 14 years since I had gotten saved. Na sasa ni miaka 14 tangu niweze kuokoka. I ended up with a medical condition. I was told I wouldn't be able to have kids. Na mimi nilikuwa na shida ya kiafya. Nikaelezwa ya kwamba sitaweza kupata mtoto. And I started to waver in my faith. Lakini na imani yangu ikawa imetingizika. And I had a friend in church that reminded me that I need to trust God with all my heart. Na nilikuwa na rafiki kanisani ambaye alinieleza kwamba inanipasa kuweza kumtumaini Mungu na moyo wangu wote. And to not lean on my own understanding. Na wala nisiegemee katika kuelewa kwangu mwenyewe. So I went down to the altar. Na kwa hivyo nikaenda chini kwenye madhabahu. And I told God I'm giving him all my faith. Na nikamwambia Mungu ninampatia imani yangu yote. And the next day I was healed. Na siku iliyofuata nikaweza kupona. And I give God all the glory. I only heard about Jesus. Nilikuwa nimepata tu kusikia kuhusu Yesu. But I was never taught that I had to live for him. Lakini sikuwahi kufundishwa yanipasa kumuishia. So for many years I did drugs. Na kwa hivyo kwa miaka nyingi nikahusika kwa madawa ya kulevya. And I was at the parties and drinking of alcohol. Na nilikuwa katika viburudisho na katika mahali pa kulewa. But one day all of these things became a problem. Na siku moja mambo haya yote yakafanyika shida. They brought my world down. Na ikashusha ukuta wangu na maisha yangu yote chini. And the only choice I had was to look up. Na ile chaguo niliyokuwa nalo kipekee ni kuangalia juu. I had to look up to Jesus Christ. Nilipasa niangalie juu kwa Yesu Kristo. And on that day someone told me that he could come into my heart. Na siku hiyo mtu mmoja akanijia akaniambia ataweza kuja moyoni mwangu. And he could save me. Na anaweza kuniokoa. And he could change me. Na anaweza kunibadilisha. And he could live in me. Na anaweza kuishi ndani yangu. And I could live for him. Na mimi naweza nikamuishia. And you know what? I'm no different. Na unajua nini? Sasa mimi ni tofauti kabisa. If you ask Jesus to come into your life, kama wewe utamuuliza Yesu aje katika maisha yako, if you will put your faith and trust in him, kama utaweka imani yako na tumaini lako ndani yake, not in money, not in cars, na wala si kwa pesa, wala si kwa magari, not in men or women, na wala si kwa waume au kwa wanawake, not in drugs or alcohol, na wala si kwa madawa ya kulevya au pombe, or whatever the thing is, ama mambo yale yote ambayo unawaza. if you put your faith and trust in Jesus Christ, utaweka imani yako na tumaini ndani ya Yesu Kristo, he will turn your life around. atabadilisha na kugeuza maisha yako kote kote. He will make your life brand new. Atafanya maisha yako yakawa mapya kabisa. Jesus says he is the way, Yesu anasema yeye ndiyo njia and the truth, na pia ukweli and the life. na hata pia uzima. And when you ask him to come in, Na unapomuuliza aje ndani yako according to the Bible, kulingana na Biblia, you will prove that this word is true. utaweza kudhibitisha ili neno ni kweli. I prove it's true in my life. Nami nimedhibitisha ni kweli katika maisha yangu. And you can prove that Jesus is real in your Hata life. wewe unaweza ukadhibitisha Yesu ni mkweli. Give your life to him today. Amen. Ukampatie Yesu maisha yako siku ya leo. Hebu sema amina. Amen. Na nikawaza kwamba mimi ni mtu mzuri. I didn't do drugs. Mimi sikutumia madawa ya I kulevya. didn't drink alcohol. I didn't sleep around. Na wala sikulalala ovyo ovyo. And I thought that was enough to get me into heaven. Na nikawaza kwamba hiyo yanitosha kunipeleka mbinguni. I knew Jesus from a very young age. Nilimjua Yesu toka utotoni mwangu. But at some point I had to make a decision Lakini kwa wakati mmoja nilipasa kufanya uamuzi. to choose that he is the number one priority in my life. Nikaweze kuchagua kwamba yeye ndio kipao mbele katika maisha yangu. And at a very age of 13, Na katika mwaka wa 13 I understood that I had to choose him. yanipasa nikamchague yeye. Put all my faith and trust in him. Na nikaweka imani yangu yote nikamwamini. And the more
nilipofanya uamuzi huo, I didn't have loneliness. I wasn't lonely. sijawahi kuwa mpweke, I wasn't worried about my future. na wala sijawahi kuwa na wasiwasi ya maisha yangu ya usoni, I wasn't tempted by drugs or alcohol or perversions. na wala sijajaribiwa tena na madawa ya kulevya ama uharibifu wowote, But instead I had joy and peace through Jesus Christ. lakini nimepata amani na furaha ndani ya Yesu Kristo. I was forgiven through His blood that He shed on the Nimesamehewa cross. kwa damu yake aliyomwaga pale Kalvari, And it was only through the cross na ni kupitia msalaba pekee that I am free, ya kwamba leo niko huru, that I'm delivered, ya kwamba nimekombolewa, and I'm forgiven. na kwamba nimesamehewa. Give your life to God. Ukampatie Mungu maisha yako, Put your trust in Him, kaweke imani yako ndani and yake, He will lead your path. na wewe atakuongoza njia He'll make yako, your future. atafanya maisha yako yakawa He'll mema, answer all your prayers. He'll answer all your prayers atajibu maombi yako yote, through Him and Him alone. Amen. na ni yeye peke yake. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. I made the decision to become saved Na nikafanya uamuzi wangu nikaweze kuokoka, at a youth camp. na katika ilikuwa ni mkutano wa vijana, One of the best decisions of my life. na hiyo ndio ilikuwa uamuzi bora sana katika maisha yangu, But the devil doesn't quit. lakini shetani yeye hakomi. So in high school, struggled with a lot of loneliness Na katika shule ya upili nikaweza kukumbana sana na hali ya upweke, and a lot of seclusion and isolation. na nikawa na hali ya kujitenga, kujitoa kwa watu wengine, And that brought me to places that I never thought could happen to me. na nikajiingiza katika hali na mahali ambazo sikuwahi waza ningeweza kuingia kule. Struggles on my life that I never thought I could get rid of. Nikajipata katika ngome katika maisha yangu ambayo sikudhania nitaweza kubadilika tena, And I realized that I had to be all in for the Lord. na nikaweza kugundua kwamba inahitaji kurudi tena kwa Bwana, And He freed me from all of those things. na yeye akanikomboa kwa mambo haya yote. Yeye pia anasikia. I'm 37 years old. Mimi ni wa miaka 37 I started coming to Victory World Outreach at the age of 6. na nianza kwenda kanisa la Victory nikiwa miaka 6, And that's just what I was doing. I was going to church. na tangu siku hiyo nimekuwa nikienda kanisani, But I didn't have a relationship with Jesus Christ. lakini sikukuwa na uhusiano wa kipekee na Yesu Kristo, I didn't know if I died if I could make heaven my home. na wala sikuwa na uhakika kama ningaliwahi weka mbingu ikawa ni nyumbani kwangu. But one day Lakini siku moja at a youth camp, katika mkutano wa vijana 2006, katika mwaka wa 2006, Jesus Christ stepped into my life Yesu Kristo akaingia katika maisha yangu, and He saved me. na yeye akapata kuniokoa, But then I had some struggles on the way. lakini nikaweza kupata shida hapa na pale katika njia, I backslid. na nikajipata nimerudi nyuma, I got into American football, nikajipata katika mchezo wa kandanda la kule Marekani, and it was all about me. na kila kitu ilikuwa ni mimi, ndio watu wote wanaangalia, And I got hurt. na mimi nikapata kuumia, It put me out the whole football season. na ikanitoa katika muhula wote wa kucheza kandanda, And the doctor said I had tore everything in my knee. na wale wauguzi wakasema kwamba alipasa kuondoa goti langu lote, And I was only 16 at that na time. wakati ule nilikuwa miaka 16, I became very angry. na nikapatwa na ghadhabu sana, I became very bitter. na nikakuwa na uchungu mwingi, I was disappointed in God nami nikashishikwa moyo kwake Mungu that He would let me go through this. ya kwamba angeniruhusu niyapitie haya yote. But there was one night at a conference. Lakini kulikuwa na usiku mmoja katika mkutano wa kambi ya vijana, I went up to the altar na nikaenda kwenye madhabahu and I asked Jesus Christ. na nikamuuliza Yesu Kristo, I said, God, if you hear me, nikamuomba nikamwambia, Bwana ukinisikia, can you heal me? je, unaweza kuniponya? And guess what? Na ningetaka ubashiri nini? He healed me. Je, alipata kuniponya? I had no surgery. Na sikupata kule kupasuliwa, I had no pain in that knee. na wala sikukuwa na machungu yoyote katika magoti yangu. And that day,
Na siku hiyo Jesus Christ asked me, Yesu Kristo akaniuliza, he said, will you love me? je, wewe utanipenda? Will you go after my heart? Je, wewe utaelekeza moyo wako kwangu mimi? And I said, yes. Nami nikasema ndio. I said, yes. Nikasema ndio. Amen. Amen.